kufanya kwa nyumba yake kabla hajaandaa chakula. Amesema atamuosha John mikono. Wanakata chakula chao cha kwanza ni keki. Wengi husema imetengenezwa kwa vitu vingi. Kuna unga wa ngano pale au unga wa keki. Alafu kuna vitu vingi, zingine umewekwa maziwa, zingine zikaongezwa na limau, glucose imewekwa ndani, kachumvi, sukari, bulubandi humo ndani. Yote hiyo vikikusanywa vinakuwa kitu kizuri, ni keki. Sawa sawa na ndoa, imejaa mambo mengi, lakini mwisho wa ndoa mambo yote ni utamu mtupu ndani ya ndoa. Kwa hivyo karibuni maharusi wetu, shikeni kisu hapo. I hope you're fine wherever you are. Today I've been invited to a certain wedding at some place, at a certain village, a bit far. So I'm going to travel to that place, going to attend the wedding, and I hope I'm going to have a lot of fun. I'll be showing you some scenes at the wedding, so just stay with Epic Village Life and you are really going to enjoy together with me. Can you see my dressing? Can you imagine she's done who made it? Basi ni usonge juu ndo nione huku chini. I'm also a tailor by talent. I never went to school, but I can do some garments for myself and my kids. So I made one, this one here. I am the tailor. I am the tailor. I made one for myself. Can you see? And this one here, just my own imaginations and talent and creativity. Then you do some things, they happen. So thank you. Let me travel. We shall meet at the wedding. Vizuri anafunga vizuri mwenye kufunga. Mungu shughuli zote kabla kaza. Ngoja hale ruhusa. Zakumbukira mwenye. Charo jizo chokati.
yake muhimu.
huu. Ona. Nisema mimi nitakuwa niko na ndoa. Shika mali. Niongeaje maneno alipofanya shetani mdogo. Anaenda. Wacheze kiasi hapa, alafu tena wakate keki. Karibuni wageni wetu, nyinyi ni wageni wetu wa leo. Karibuni kabisa, siku ni yenu. Karibuni, siku ni yenu. Nibageni kabisa. Unamwona John? Unamwona hapo kama John? John amepata chombo kizuri, chombo cha kueleweka, kitu kizuri. Nashukuru Mungu ya kwamba amemwezesha kijana wetu. Nafasi ya wao kukata keki. Sijui mtarudi huku ndio watu waone vizuri mpande huu. Kwa sababu ukikaa huku hatutawaona vizuri. Kaeni upande huu ili tuwe na nafasi nzuri. Wapiga picha pia mpatie nafasi maarufu wakati wao tafadhali. Ni kwa kiasi tu. John yuko hapa. Sawa kabisa. Muziki kidogo, teremsha tena muziki. Hebu teremsha chini kidogo. Naona mambo yanakoseka. Madam Matron. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni wakati ambapo tunaenda kukata keki yetu. Kwa kawaida mgeni akiingia nyumbani, takala hamzi nikana chitu. Lazima handa barabara hapa peshitu chinzo. Jeru ulongo. Handariwa. Handariwa tashikala nikapu kukaenda gulwa kwa jirani, lakini mgeni apate kitu kizuri chakula, si ndio? Handariwa kukeya udakaeya. Hata kazi mana. Nalifurahisha. Ndio vivyo, takala kandenda boyewe nikaka boyewe. Ili mgeni apate chizo chakula. Sasa ni sawa yo. Ndio hivyo, ndio maana hata maharusi wetu siku zote wakiingia nyumbani kuna kitu kizuri ambacho wanaanza kula pale pale. Na chakula hichi mara nyingi huwa ni keki. Si keki ni tamu. Aliyeka keki nani hano? Aliyeka keki nani? Chila mwenga keki na mhamira. Kwa hivyo ni kitu chizo ambacho chetayarishwa kwa ajili ya ukana kitu cha kwanza, chakula cha kwanza cha maharusi wakiingia katika boma. Na ndio hivyo tunafanya leo. Watakata keki yao bibi na bwana harusi, alafu watatuonyesha upendo wao kati yao wenyewe, kati ya wazazi wao waliowasaidia katika harusi, na pia kati ya wazazi wao katika boma hili. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko na mwenzangu hapa, acha nitambulishe tu, alafu tena tutaendelea. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na asalimu tena katika jina la Yesu. Mimi kwa majina naitwa Makelekis, ni wale wa mkoa wa Bariadi. Ndio vivyo kare, anaitwa Elvis au pia anaitwa Lucy, ni dadangu, ni mshirika mwenzangu kule tunaposhiriki na John,
na tumeona leo tuipambe harusi yake na itakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya basi, kabla tukate keki nataka nisome mstari mmoja au miwili hivi. Nisome mstari mmoja au miwili ambayo John na mke wake Grace. John na Grace watautumia huu mstari, utawabeba siku nyingi. Ni muhimu maana sisi ni watu wa kuokoka. Tunaongozwa na mambo ya Mungu, tunaongozwa na Biblia. Biblia ndiyo katiba yetu. Twende Ruthi 3 kuanzia hapo mstari wa kwanza inasema, kisha Naomi akamwambia mkwewe, je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema? Kumbe ndoa raha jamani, tena katika hiyo raha kuna mema. 2 nasema, basi na huyu Boazi, je, siye wambari yetu ambaye ulikuwapo pamoja na wasichana wake? Tazama, usiku wa leo atakuwa akipepeta shayiri pale ugani. 3 inasema, basi wewe oga. Ruthi aliambiwa hivyo. Naomi akamwambia Ruthi hivyo, basi wewe oga. Usafi ni muhimu katika ndoa, ujipake mafuta. Kwa hivyo ni Grace anasikia na maneno mkisikia. Utoka na usige. Usichoke mama. Ama leo hata kikuja huko. Wapi? Angetoka kwa kwa mfata mbio. Basi wewe oga, huo ni usafi. Ujipake mafuta, ujivike mavazi yako, ujifundishe kuvaa vizuri mbele ya mumeo. Tena wanasema kisha uende kwenye uga. Walakini usijionyeshe kwake mtu yule ila atakapokwisha kula na kunywa. Huyo Boazi unakala unapeka tangano, lakini ukifika huko usimurunge. Hakikisha amekula na kunywa. Kwa hivyo kula na kunywa katika ndoa ni muhimu jamani. Ndio hii keki. Hewa. Hatuikati bure hii, ndio hii keki sasa hii. Msichana hakikisha Grace, hakikisha John amekula na amekunywa. Vitenge vitakuja vyenyewe. Malezo yatakuja. Keki zingine utaletewa. Kila kitu ambacho unahitaji ambacho kiko katika uwezo wa John atakupatia. Lakini hakikisha ya kwamba wewe ni mwanamke ambaye utakuwa unaandaa chakula ndani ya nyumba yako. Si wale ikifika saa 1 usiku unachukua hotpot ukaweka maharagwe hotelini na chapati 4 mje kula. Wakati mwingine labda kama imebidi, lakini zaidi tayarishia mumeo chakula nyumbani. Hakikisha ameshiba. Akishashiba, yale mahitaji mengine atatimiza hata kabla yeye kumwelezea. Grace, umesikia? Grace upo lakini? Upo? Pako kale usoma fasili yao. Ndio manye. Mala mamangu alikuwa anazungumza habari ya ile ni final ambayo inachezwa saa 5:30 usiku, Manchester na Arsenal. Na hili si Grace na John peke yake. Hata wale ambao tuko ndani ya ndoa miaka mingi, usikiri akamsikirire, andalia jamii yako chakula. Habari za afya yako ala zile hiko. Yuzeria hii. Asa bwana harusini, yuzeria kuko. Usiassume. Tayarishia mumeo chakula, tayarishia watoto chakula, ili vile vitu vingine ambavyo unahitaji utakuwa na kazi ngumu kuvisema. Kuna harusi kuma ni pesa ngapi hote? Ninga. Unaenda kujiwa pochu wale mwenye so wendato. Acha tukate keki. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa riziki iliyo mbele yetu. Bariki na kutakasa kwa jina la Yesu na tukiamini. Amen. Haya, msichana amebariki chakula vizuri. Naomba tusonge hapo mbele ili tuwe na nafasi nzuri ya kukata keki. Andaeni chakula kwa staili yenu kabisa, usiingize mtu. Andaa chakula jinsi unavyojua kwa nyumbani. Si wewe uoshe mikono, ni hawa wenyewe. Haya, Grace anatuonyesha jinsi atafanya kwa nyumba yake kabla hajaandaa chakula. Amesema atamuosha John mikono. Wake kwake
anaosha mikono ili wale chakula chao cha kwanza. Hivyo ndio imekuwa ndio hivyo kabisa. Toeni kabisa. Hadi tengezwa pamoja. Hapa kata keki kata keki kata keki sio ugali. hawaonekani, lakini na wale wanakula ndani ya nyumba. Kwa hivyo Grace atachukua keki, atamlisha mume wake kwa staili yake, alafu John pia atachukua keki yake na atamlisha mke wake. na wao pia uwagawie chakula chako cha kwanza, wewe pamoja na mumeo John. Haya, mziki uendelee sasa. Wote
Anatomola keki. Anatomola keki. Mana arisa